hapa tunaelekea wapi? Yaani unajua kabisa nitoka shule ya msingi na kwenda sekondari. Nitoka sekondari na kwenda advance. Nitoka advance na kwenda chuo. Nitoka chuo nitafuta ni kazi hakuna kwa sababu huku kote mipango imeandaliwa lakini mwisho wameshindwa kumalizia vizuri. Unashauri nini kwa serikali? Hii ni Mshua Online TV, ukweli usiojificha. Leo tunataka kuzungumzia kuhusu upatikanaji wa pesa, utafutaji wa pesa kwa vijana. Changamoto ni serikali, changamoto ni vijana wenyewe. So, kaa karibu na mimi ili uweze kufahamu mengi zaidi. Hii ni Mshua TV, kipindi ni Ishi Kishua. Twende mtaani tukajue maoni ya vijana. Kama tunaendelea kuongea na vijana, tupokee maoni tofauti ili tuweze kubalance mzani. Yes, inakuaje bros? Sasa safi mkuu. Kwema? Shwari, unafahamika kama nani? Bana mimi naitwa Abubakar. Abubakar, bana, changamoto kwa vijana, maana kuna lawama nyingi zinakuja kwa vijana kwamba vijana wanaona upatikanaji wa pesa umekuwa mgumu sana. Vijana walalamika ajira hakuna. Wewe changamoto unahisi nini kwa vijana? Changamoto ni serikali labda itoi ajira ama ni vijana wanachagua kazi? Wewe unaona changamoto inakuja kwa vijana ni nini? Of course mimi nazungumzia my side. Unajua kama mimi ni by professional ni mhasibu nimesomea uhasibu, lakini unamaliza kazi hamna, benki chache na hata kama kampuni ambayo kutoa nafasi za uhasibu pia nafasi za ajira ni chache. Lakini tunaamini kujifunza kwa wale tuzidi au katika nchi ambazo zimeendelea. Serikali ingeandaa tu mifumo. Mwaka huu wanamaliza kozi ya uhasibu labda wanafunzi 3000 Tanzania nzima, wao wanafunzi 5000. Katika hao wanafunzi 5000 mathalan 500 wataajiriwa katika sekta fulani. Hawa wanaobaki tunafanyaje? Kwa sababu chosoma maana yake tukiwapa mitaji hawa wanaweza kujiendeleza. Kwa hiyo kwa point hiyo, lawama zangu for government. Hawajaandaa mipango sahihi kwa vijana ambao wako vioni, wakimaliza wanaelekea hapa watafanya nini? Of course wakatupa chuo wanatupa boom, lakini ile boom sio kazi. Ile ni pesa ambayo sisi tunaitumia kwenye kujikimu tukiwa chuoni. Tukimaliza tutaishi vipi? Serikali hilo hawajaliangalia. Kwa hiyo to me my side, mimi natupa lawama serikalini. Na unazungumziaje watu ambao wanasema kwamba vijana wanachagua kazi? Sisi tupo makundi mawili mpaka matatu. Sisi kama si watu wa pwani naweza kusema hiyo ni kweli. Mimi mtu wa pwani kazi ya shurba siwezi kufanya. By nature yani ndio iko hivyo. Ila kuna ndugu zangu kutoka bara mikoa ya juu kule. Hawa jamaa wachagui kazi kwa sababu wanaamini hapa sio kwao. Yaani wametoka kuja kutafuta. Simeelewa hilo kundi la ngapi? Hilo kundi la pili. Alafu kuna kundi ambao mtu anafanya okay hebu ngoja nifanye kazi hapa ili nipate njia kufika sehemu fulani. Au hizo ni aina ya makundi matatu ya vijana tofauti. Simeelewa. Ila mimi nipe kundi namba moja. Mimi mtu wa pwani. Kwa hiyo mimi huwezi kuniambia bana wewe fanya kitu hapa hilo swala lipo. Mimi nataka nifanye kile ambacho nimekisomea. Kwa hiyo mimi nitakata miaka 1000 bora nife na wasibu wangu, lakini siwezi kufanya kazi tofauti na hii ambayo niko nayo. Lakini na mama zangu for government hawajatondolea mipango sahihi kwa sisi ambao tunamaliza vyuo. Tukitoka hapa tunaelekea wapi? Yaani unajua kabisa nitoka shule ya msingi na kwenda sekondari. Nitoka sekondari na kwenda advance. Nitoka advance na kwenda chuo. Nitoka chuo nitafuta ni kazi hakuna kwa sababu huku kote mipango imeandaliwa lakini mwisho wameshindwa kumalizia vizuri. Unashauri nini kwa serikali? Mipango ipo. Wakati ipo, alafu serikali ina kila kitu. Yaani serikali ina kila kitu. Iangalie fursa. Sisi tumeshindwa kuajiri, basi tuangalie kuna nchi ambazo zinahitaji watu, kuna nchi ambazo zinahitaji vijana kwa ajili ya kazi. Yeye ndio itafute fursa. Kama wawekezaji wanatoka kwao kuja hapa kuangalia maeneo ya uwekezaji, au serikali inashindwa kutoka hapa kwenda kuangalia fursa kwa vijana huko nje. Iangalie nchi fulani inahitaji vijana wahasibu, inahitaji manesi, madaktari. Jamani, vijana nini? Sasa vijana ndio washindwe kwenda. Serikali play imepatia yao of course kwa namna hiyo. Bana, nashukuru sana bro.